Mbona sasa asubuhi kwa getini na anaonekana kama kuna kitu na wasiwasi nacho? Kulikoni? Yaani mume wangu, wakati tumelala, kuna mtu kapisha hodi. Natoka nje, cha ajabu sijaona mtu yoyote. Nataka nirudi ndani. Nikasikia naitwa. Nakuja natoka hivi. Kuna mdada anaishiria hapa. Amesimama pale. Sasa mke mbona haonekani? Naangalia mwenyewe pale unasema yuko. Simuoni. Hao ni ndoto za asubuhi. Alikuwa amesimama pale. Ananiangalia vibaya mno. Wala nakwambia mume wangu amesimama pale ananiangalia vibaya mno. Mimi siwezi kuongea uongo. Sawa kipenzi. Nimekuelewa. Naomba tusiendelee kwa kubishana kwa mtu matata muone. Sawa? Sawa. Twende ndani andae chai. Niweze kwenda kazini. Sawa kipenzi. Sawa. Mume wangu vipi? Chai usubiri tena? Mke wangu. Yaani kwenye chai hapa kidogo utanisamehe sababu Sadika apiga simu yule bosi bwana kaingia kwenye mfumo. Na unajua hii tumesubiri muda mrefu sana. Tumetoka tuongea siku zile ambako ananiuliza mimi mbona mradi hauteki tu. Ya kwa baadaye na mara nikirudi nitakunywa lakishe sawa. Yaani mimi nimehangaika kote kwa haraka ili upate chochote ndio uondoke kweli. Unajua nalijaribu. Najua. Sijali. Sasa. Poa. Baadaye basi. Kazi njema. Leo mbona siku yangu imekuwa ngumu hivi? Yaani toka kumekucha. Sielewi kabisa. Yaani mambo yamekuwa
magumu kupitiliza. Halo, na shida na wewe nyumbani kwangu leo. Ndiyo. Mganga, samahani kwa usumbufu. Mimi nalotoka asubuhi naona mauzauza tu. Nimelala bana, nasikia mlango umegongwa. Natoka nje, cha ajabu sioni mtu yoyote. Nataka kurudi ndani, nasikia naitwa huko nyuma. Nafuata sauti ilipotokea, nakuta kuna mdada anaishiria getini. Kufuata kwenda, nakuta anasikitika tu. Ananiangalia sana na huko anasikitika. Nikarudi ndani. Nafika hapo mlangoni, nakuta karatasi imeandikwa namtaka mtoto wangu. Nikachukua hiyo karatasi, nikaingia nayo ndani. Ghafla nasikia tena naitwa. Kutoka nje hamna mtu. Sasa sajabu, wakati natoka nje nilimweka mtoto hapa. Nikafuatilia hivi, nikamwona yule dada anaishiria kule uani. Niliporudi hapa ndani, simuoni mtoto kwenye kochi. Naingia chumbani, nakuta mtoto yupo kitandani. Sasa sielewi mganga, ndio maana nimekuita. Maana nimekumbuka yale maneno kipindi kile unaniambia. Sasa leta beseni lenye maji. Ulikuwa unamwona ndo huyu? Ndio huyu. Ndo huyu eh? Ndio huyu mganga. Sasa huyu anataka nini? Huyu anataka mtoto wake. Mganga, sasa mimi nafanyaje? Huyo mtoto nimempata kwa huyu dada. Tena huyu mtoto ana damu kali sana, hawezi kumpotea mama yake. Na kama unakumbuka, nilishakwambia kwamba huyu mtoto atakuja kukusumbua tena sana, kwa sababu amepatikana kwa njia za mizimu. Nadhani umeshanielewa. Mimi nitamweleza nini mume wangu? Na wewe unajua kila kitu ulichokifanya. Mimi nitakachokusaidia, huyo mtoto umrudishe kwa mama yake. Sasa nikimrudisha huyu mtoto, si nitapata yale mateso ambayo nilikuwa napata kwenye ndoa yangu? Mimi nitachokusaidia ni kitu kingine kimoja. Lile tego ambalo lilikuwa limefungwa kwa ajili yako, utalitegua na utapata ujauzito, utajifungua mtoto wako. Sawa, nimekuelewa mganga. Nitafanya hivyo. Yule dada nilosema nimemwona asubuhi ndo mwenye yule mtoto. Na hii yote nilifanya kipindi chote nimebeba mimba. Ilikuwa sio mimba, ndani yote miezi 9. Ilikuwa sio mimba halali. Yote ilikuwa ni maigizo tu. Yaani sijaelewa. Na hainiingii kichwani kabisa kidogo. Najua itakuwa vigumu sana kunielewa. Lakini hicho ninachokiongea ndo ukweli. Na ukweli kabisa. Yaani okay. Ile huduma ya mimba kwa usahihi kabisa. Okay, pesa ulikuwa unapeleka kliniki, sijui kunatakiwa kitu fulani. Leo unaniambia mume wangu
yule mtoto sio wa kwetu. Kirahisi tu ni kuelewa, kirahisi tu. Huo ni utano uleta. Hapana. Uwezo ukaniambia sasa mwanangu na kuelewa kirahisi. Nimwaminisha familia yangu. Nikamwaminisha mama yangu, baba yangu, uko mzima nikamwambia kwamba nina familia na mtoto na mimi ni baba. Mke wangu kirahisi kwamba okay, mtoto si wangu, sio ni wa nani? Nimefanya yote kwa ajili ya maneno yako. Sasa bana, miaka 6 kila siku naemea, kila siku naemea matumizi, kila siku natoa. Hakuna taatanya hata paka naruka huko ndani. Yaani kwenye vikao nyumbani, kwenye familia wananijadili mimi, wananisema mimi. Wewe kila siku nakuhudumia, kila kitu nakufanyia. Nini sikufanyiwe? Mikate, baby, niletee mikate 7. Niletee maepo 8. Niletee baga. Hata siku naagiza baba niletee gari, niletee baskeli. Wewe bana, sikiza. Huu mwaka ukiisha, hujanizalia mtoto. Hapa mimi na wewe basi. Yaani yote yale uliokuwa unaniambia, ulikopo unanieleza kipindi hicho, ikanibidi nifanye hivi. Faida zake ni nini sasa? Kukuamini kote, nimechukua nafasi yote nikasimama kama baba. Leo ndo kwanza nenda kumzaa mwanangu na naanza kufikia kwa atasoma shule gani? Hata kirahisi tu mara moja tu kwa mtoto anaondoka. Naomba nisamehe mume wangu. Mimi nilienda kwa mganga. Na yule mtoto nilipewa ni kimzimu. Kwa hiyo inatakiwa nimrejeshe yule mtoto. Pasivyo nitateseka sana. Yaani nitapitia maisha magumu sana. Okay, hatima yake itakuwa nini? Kwa hiyo unaondoka kwa msinde? Hapana mwanangu. Ndio maana nakuomba msamaha kwa yote. Tuendelee kuishi, Mungu atanijalia tu mtoto mwingine. Okay. Mke wangu, nashindwa ni nini nikwambie cha kwamba sitaki au nataka. Kwa sababu gani? Miaka ni mingi, muda ni mrefu sana, tumekaa muda mwingi na ukaniaminisha damu yako. Hatuna namna. Kama ndio fungu letu la kukosa, acha tuendelee kusubiri. Urudishe tu. Maamuzi ambayo uliyafanya wala hujakosea.